Pia hapo mwaka wa 2024 season 2024-2025 pia Wolverhampton ilimcharaza Aston Villa bao 2-0. Na pia hivi jana pia wakamcharaza 2-0. Na hiyo ni baadhi tu ya rekodi ambayo Wolverhampton imemtawala sana huyu bwana Aston Villa. Na pia tukiangalia kwa top scorers EPL, unaona pale Erling Haaland anaongoza katika bao 22 akifuata karibu na bwana Igor Thiago ambao wako na bao 17. Pia pale katika nafasi ya tatu Antoine Semenyo ambaye alisajiliwa tu juzi hapo Manchester City ako na bao 13, akifuata karibu na Joe Pedro ambao ako na bao 11, akifuata karibu na Leeds United bwana Dominic Calvert-Lewin ambao ako na bao 10. Pia Hugo Ekitike wa Liverpool ako na bao 10. Pia Victor Gyökeres ambao pia anakuja vizuri sana ako na bao 10 baada ya kupata brace dhidi ya mechi ya North London Derby. Ilikuwa Arsenal dhidi ya Tottenham ambao walimcharaza Tottenham bao 4-1. Na mtazamaji, wacha tufike moja kwa moja katika ratiba ya mechi za leo, ambapo leo bwana Bournemouth anamwalika pale Sunderland, mechi ambayo inaanza hivi karibuni. Mechi inaanza saa 9:30 hapo. Kwa manufaa ya mwekezaji na kuambia weka Bournemouth kichwa. Pia mechi ambayo itafuata itakuwa Liverpool dhidi ya West Ham, ambapo Liverpool watakuwa anamwalika bwana West Ham. Kumbuka hii pia ni la derby. Liverpool anapatana pale na West Ham mwendo wa saa 12 jioni. Hapo kwa manufaa mwekezaji na kuambia wekea Liverpool kichwa. Pia mechi ambayo itafuata ni Newcastle dhidi ya Everton. Kumbuka mechi hii ni nzito sana. Wale ambao wanafahamu mpira, mechi hii ni nzito sana. Unaweza niambia pale katika comment section unapendelea timu gani kubeba ligi msimu huu kulingana na wewe, kulingana na venye unafuatilia masuala ya spoti. Ungependelea timu gani bebe ligi? Na mtuzungumzia mechi ya Newcastle dhidi ya Everton ambapo ni saa 12 jioni. Hapo kwa manufaa mwekezaji, kumbuka hapa unaweza weka GG, itakuwa vyema sana. Pia mechi ambayo itafuata leo ni mechi ya Burnley dhidi ya Brentford United. Mechi ni nzito, ingawaje Burnley wako nyumbani, lakini kulingana na historia ya mpira kwa Brentford kichwa. Naam, Leeds mechi ambayo itafunga mechi za leo Jumamosi itakuwa Leeds dhidi ya Manchester City. Kumbuka Leeds amebobea sana kwa mechi hizi za Premier League, amebobea sana kwa timu kubwa. Kumbuka huyu Leeds mmoja huyu alimcharaza pale Chelsea bao 3-1, akakuja akamcharaza Liverpool bao 3 pia pamoja, na pia akakuja akamshikilia pale timu Man United. Timu hii ni ngumu sana na najua hapa mambo yatakuwa ngumu, bali Manchester City kulingana na uzoefu wanaenda kumcharaza Leeds bao naweza sema hata correct score 2-0 ama 3-0. Na mechi za kesho kuna pale Brighton wanamwalika Nottingham Forest. Kumbuka mechi pia ni nzito, hii mechi ni nzito, ila kwa manufaa mwekezaji wekea Brighton kichwa. Mechi inayofuata ni Fulham dhidi ya Tottenham. Fulham kichwa. Man United dhidi ya Crystal Palace ambao watu wengi mnasema crying Palace. Sijui leo atatalia kwa Old Trafford ama Old Trafford wataamua kusimama naye. Kumbuka vile katika usajili wa new coach ambaye ni Carrick, ako unbeaten, hajawahi pigwa tangu aanzishe kucheza katika masuala ya mpira Man United mpaka sasa hajawahi pigwa. Yani he is unbeaten for the last 5 Premier League games. Carrick hajawahi pigwa na timu yoyote, amedraw, amewin na bado hajapigwa. Na sasa mechi ya kesho ndio tutatambua kwamba huyu bwana Carrick ataweza kusimamishwa na ule jamaa ule ambaye amekataa kunyoa nywele, atanyoa ama hatanyoa. Haya yote tutaona kesho mwendo wa saa 11 jioni.
Hapo kwa manufaa mwekezaji, hapa usirizi, eka GG. Mechi kubwa, mechi ambayo itatingisa nyavu ulimwengu nzima, mechi ambayo watu wengi husema uishia police station. Mechi ambayo itakuwa big London derby. Arsenal itamwalika Chelsea pale Emirates Stadium. Hapo kwa manufaa mwekezaji, hebu chunguza pale comment section. Najua wengi mtaweka pale comment section ubashiri wenyu, ila mimi naona hapa ningependelea sana, manake Chelsea amemzoea sana Arsenal. Hapo naona kuna draw ama kuna GG ama pia Chelsea to win. Hiyo ni kulingana na mimi, msinipige mawe sababu nimesema hivyo, ila kwa manufaa ya mwekezaji ama kwa historia ambayo tumeona kwa mpira, Chelsea anaweza pata ushindi ama draw ama ingie GG. Na kumbuka pia kutakuwa na midweek games ambayo itakuwa match day 28 of 38. Itakuwa hapo mwendo wa Tuesday, ambapo Everton atamwalika Burnley. Hapo kwa manufaa mwekezaji na kuambia Everton anaweza pata ushindi. Pia vile Bournemouth wanapatana tena na Brentford hapo siku ya Jumanne mwendo wa saa 3:30. Pia Leeds anaenda kupatana na Sunderland hapo Jumanne mwendo wa saa 4:30. Pia mechi ambayo itafuata ni Wolves dhidi ya Liverpool hapo siku ya Jumanne mwendo wa saa 5:15. Hapo kwa manufaa mwekezaji, wekea Liverpool kichwa. Brighton pia anamwalika pale Arsenal hapo siku ya Wednesday mwendo wa saa 4:30. Hapo kwa manufaa mwekezaji, hapo mechi ni ngumu. Najua Arsenal sasa haumjui vizuri sana, manake angalia mechi ambayo alicheza dhidi ya Brentford, dhidi ya Wolves ambapo walitoka draw, sare. Pia hapa mambo itakuwa ngumu. Hapo naweza GG. Hapo Man City wanamwalika pia Nottingham Forest hapo mwendo wa Jumatano ambapo itakuwa saa 4 dakika 30. Hapo kwa manufaa mwekezaji, ekea Man City kichwa. Mechi itafuata ni Fulham dhidi ya West Ham United. Hapo ekea Fulham kichwa. Pia vile Aston Villa ambayo pia anayumba kwa mechi ambazo zimeisha, amedraw pale na Burnley, jana amepigwa pale na Wolverhampton, naenda kumwalika Chelsea United. Hapo ndo tutajua kwamba Aston Villa atatoka pale top 4 ama atatoka. Ni mechi dhidi ya Aston Villa dhidi ya Chelsea, ambapo Aston Villa atakuwa pale anamwalika Chelsea Villa Park hapo siku ya Jumatano mwendo wa saa 4:30. Naam, pia mechi ambayo itafuata itakuwa Newcastle dhidi ya Man United hapo siku ya Jumatano mwendo wa saa 5 dakika 15, ambapo Newcastle watapatana na Man United. Hapo ikiwa Man United kichwa. Tottenham wanaenda kupatana pale na Crystal Palace hapo siku ya Alhamisi mwendo wa saa 5 kamili. Na mtazamaji, kumbuka hiyo ni baadhi ya spoti ambazo zinatarajiwa kuwa wiki, ambapo kati ya wiki ambao ni midweek games. Moja kwa moja wacha nifike pale comment section nione wanasema aje. Mtazamaji, unakumbushwa kwamba hapa katika show ya Sports Arena hii huwa na Humphrey Nyabuto Patel Junior, ambapo kwa sababu isizo hepukuka wame